JKT Tanzania walicheza na Fountain Gate Football Club, walifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 3-1. Ken Gold walicheza dhidi ya Pamba Football Club. Pamba pata ushindi wa goli 2-0. Ushindi muhimu sana huo wa Ken Gold. Na wakati fulani tukizungumza sio nilikuwa naye pamoja na Alexi, nikakuhesabia zile mechi za Pamba ambazo zimesalia. Alikuwa na sasa hivi ana mechi 2 ambazo ni nyumbani. Yes. Ni advantage. Na bwana advantage, nitakutajia zile mechi ambazo pia ni za nyumbani na utaona nafasi yake pia kuendelea kutamba ligi kuu. Mabingwa wa kihistoria wa nchi hii, Young Africans walibuka na ushindi wa goli 3 dhidi na Mungo, na Azam FC matajiri wa jiji wa goli 5-0 dhidi ya Dodoma Jiji, na rasmi wana Super Nkurukumbi Kagera Sugar baada ya kukaa kwa miaka zaidi ya 20 ligi kuu soka Tanzania bara. Wamenyosha mikono juu na wameenda kujipanga upya. Yes, shughuli imeisha kaka. Yes. Juma Kaseja anaenda kuanza kazi upya chini. Kazi upya kabisa. Wewe kuanza upya wakati mwingine si ujinga. Kibo Sukari wamekwenda kujiuliza kule walikosea wapi, nini ambacho takiwa uboreshe. Na Kagera kama mwanafunzi wa form 4 baada ya kufeli unaenda kurudia tena. Mama hakuna namna. Sio mbaya lakini sio dhambi. Kujipanga utakuwa naye kule championship. Tuanze na mabingwa wa kihistoria ya Afrika. Shima yao kubwa lazima uanze na mabingwa wa kihistoria kaka. Uko sahihi kabisa Yasir. Bila kuanza na mabingwa mambo yanaweza kuwa mabaya. Klabu pekee yenye nyota 3. Unajua maana nyota 3 kaka? Sijui. Ile ni cheo kikubwa katika soka duniani. Klabu chache mno hapa duniani ambazo zimepewa hiyo hadhi ya nyota. Sawa. Mchezo jana ulikuwa kwa mgumu kiasi gani, na wapi ambapo alizidiwa maarifa kimbinu kocha Juma Mgunda, na safari ya Young Africans na kutetea taji pia la ligi kuu soka Tanzania bara imekaa vipi? Juma Mgunda kama tunavyotambua falsafa yake ya boli litembee, na boli lilianza kutembea kuanzia dakika ya kwanza. Pressure kubwa ambayo alikuwa anawapa mabingwa watetezi Dar es Salaam Young Africans kuanzia sekunde ya kwanza ambayo referee Mrope alipuliza kuashiria mchezo kuanza, iliashiria kwamba mchezo huo ungekuwa ni mgumu kwa kiasi kikubwa kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans ambao wapo kwenye pressure kubwa ya kutetea ubingwa wao. Pressing ya hali ya juu ambayo ilikuwa inafanywa na kikosi cha Namungo ilidhihirisha ya kwamba Dar es Salaam Young Africans hawakuwa na nafasi nyepesi ama wakati mwepesi wa kupata matokeo, lakini ubora wa kikosi hiko kinachoongozwa na kocha Milud Hamdi ndio ambao uliamua matokeo kwa kiasi kikubwa, na hata kocha mwenyewe Juma Mgunda alikiri baada ya mchezo kwamba ubora pamoja na makosa ambayo aliyafanya ndio ambao ulipelekea matokeo kuwa namna. Sasa ubora gani ambao uliobeba Dar es Salaam Young Africans upo katika maeneo matatu. Cha kwanza ni leadership kwa maana ya uongozi. Leadership quality inaitwa. Leadership quality kwa maana ya ubora wa wachezaji kuwa na ubora ule wa kuongoza jeshi zima la Dar es Salaam Young Africans msimu huu. Dakika za awali kabisa mashambulizi mengi yalikuwa yanafanywa ni mashambulizi ya Namungo, na walikuwa wanayafanya kupitia upande wao wa kulia ambao ulikuwa unaongozwa na Hassan Kabunda ambaye alikuwa anapeleka pressure kubwa kupiga crosses za kutosha katika box la Dar es Salaam Young Africans, lakini uongozi imara wa nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto kuclear mipira ya hatari ambayo ilikuwa inapelekwa na Namungo ndio ambao uliweka Yanga pamoja na yeye mwenyewe katika hali ya utulivu. Lakini ubora mwingine ulikuwa ni ubora wa kufanya maamuzi ya haraka na maamuzi sahihi pale ambapo ilipokuwa inahitajika, kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu huwa unagawanywa kwa dakika. Kuna dakika zile 5 za awali ama dakika 10 za awali ama dakika 15 za awali. Kwa zile dakika 15 za awali zilikuwa ni ngumu kwa upande wa Yanga, lakini maamuzi yao ya kutoa mipira haraka katika safu ya ulinzi kwenda katika safu ya kiungo hadi safu ya mashambulizi ambayo ndio iliamua zaidi matokeo katika siku ya jana, ndio ambao ulikuwa ni mzigo mzito kwa Namungo kuushikilia.